kwa kuwa roho inahitaji kulishwa chakula. Roho zetu zinahitaji kula, zinahitaji kulishwa neno la Mungu, kwa kuwa chakula cha roho ni neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia katika Mathayo 23 mlango ule wa 27, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa ni mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Neno ni uzima, neno ni uhai. Kutokula chakula cha roho, neno la Mungu, Biblia inatufananisha na makaburi. Makaburi yaliyopakwa chokaa, lakini ndani ni mifupa. Tunatembea, tunapendeza mwilini, lakini ndani tumekufa. Tunatembea, tunajiona ni wazima, lakini ndani tumekufa. Ni mifupa mikavu, ni mifupa inayotembea. Na hii ni kwa sababu ya ukosefu wa neno la Mungu ndani. Ujumbe huu umekuja kwako na kwangu ya kwamba tunaweza kutoka kwenye makaburi kwa kulijua neno la Mungu, kwa kulifahamu neno la Mungu, kwa kufanya bidii kuyatafuta yaliyo ya Mungu. Tunaweza kutoka kwenye makaburi, tunaweza kuwa na uhai tena, tunaweza kuwa na uzima, kwa kuwa neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu ni uzima wetu. Na leo Mungu anasema na mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Nitayafunua makaburi yenu na kuwatoa katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Mungu anasema atatia roho yake ndani yetu, nasi tutapata kuishi. Tena anasema, nami nitawawekeni